never seen it have like 10,000 people. And the routing of Arusha is connected to Arusha. So it's easier to market. Exactly. Kwa kiasi kikubwa. Manake kienda katika mchezo wa ngumi kwa kawaida, huwa unaweza kukuta siku ngumi unapambana ndio ulingo unatengenezwa. Lakini kama ulivyoweza kuangalia hapo, kila kitu kipo tayari. Ya, kwa hiyo in brief, Mafia mpaka sasa hivi kwa 90% wamefanya kinachotakiwa. WBC mikanda miwili. Mkanda mmoja ni gold na mwingine ni silver. Kwanza kabisa kusawazisha yale mambo yaliyokuwepo, kuweka msukumo katika katiba na kuweza kuipata na mfumo ambao baraza limejiwekea na katiba mpya inachotaka tuweze kufanyika katika ngumi. Of course wengi sasa hivi wanatoka pembeni kwa sababu mfumo unataka uingie sio tena kama karatasi. Ukiwa bondia lazima ujiregister, ukiwa ni na gym lazima uwe registered, ukiwa ni coach lazima uwe registered. Tulifanya uzinduzi, tutakuletea ile taarifa na tulikuwa tunaangalia kusikia machache kutoka kwako hasa katika mchezo. Unajua ulichokifanya katika mpira wa kikapu, unajua michezo mingine ambapo unaenda kukifanya, lakini na sisi kampeni yetu katika ngumi ni kuhakikisha tunaunga mkono serikali katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba michuano ya AFCON 2027 inasikika katika nyanja zote. Ndio maana hata wenzetu au mabondia waliokwenda wamebeba bendera lakini wana ujumbe kuhusiana na AFCON 2027. Karibu sana. Letu la ngumi. Tumwangalia alafu kasikia ndo rais wa ngumi anajiza mabilioni. Kama ni wepesi wake au, lakini pia niwapongeze ndugu zangu wa Mafia, lakini pia baraza letu la michezo na msajili. Bila mambo matatu tu. Moja, tunataka michezo yote ilete maana kwa mchezaji, ilete maana kwa taifa, na mwisho inspire kizazi kinachokuja. It has to become an inspiration for the next generation, kwa sababu michezo hii kama haiwezi kuinspire kizazi kinachokuja, maana yake itakuwa si michezo endelevu. Lakini kama itaendelea kuinspire kwa wanaocheza kufaidika, taifa kupata heshima kutokana na michezo, automatic hivi vitu vyote vinakuja kuleta motisha, morali, hamasa, inspiration inaweza kuleta vijana wengi zaidi wakashiriki kwenye michezo. Sasa tumeona sasa hivi mchezo wetu wa mpira wa miguu unafanya vizuri. Na hata juzi tumeona matokeo ya under 17, under 20, vijana wamescore vizuri. Tumeona timu yetu ya watoto wa kike inafanya vizuri. Tumeona Taifa Star heshima iliyoipa nchi yetu kwenye mashindano ya AFCON Morocco. Lakini la pili tumeona basketball inafanya vizuri. Na penyewe ni jambo la kujivunia kwamba tumeingia kwenye robo finali na Mei tutakuwa tuko Rwanda. La tatu tumeona riadha inafanya vizuri. Na Simba katupa heshima kubwa sana. Mashindano ya juzi Boston kule Marekani, amekuwa ni mtu wa pili ambaye kimsingi ni tofauti ya dakika, lakini amefanya kazi kubwa na bendera ya taifa letu imepeperushwa. Kwa sasa tunapokuja kwenye habari ya mchezo wa ngumi boxing, tunataka pia na yenyewe ibebe heshima, kama unavyofahamu ya kwamba tunao vijana wa Tanzania watatu ambao wanawakilisha nchi yetu kwenye mataifa tofauti wakiwa wametoka Tanzania na ni mabondia wetu ambao ni moja ya sehemu ya fahari yetu. Nitaka sana katiba yenu ikae vizuri ili tuwaondoe makanjanja wote wanaonufaika kwa kuumizwa watu wengine, kwa sababu mchezo wa ngumi sio mchezo rahisi. Mwenzako anapigwa mpaka tayari na katika, alafu unachukua hela yake, unapotea, nakosa hata hela ya matibabu. Mtu amenyanyuka hapa, ameenda kupigana huko kwenye nchi za watu, unamtelekeza. Lakini mbaya zaidi, si tu kuishia kumtelekeza, wengine mnafika hatua mnawapanga wakubaliane namna ya kushindwa. Kwamba bwana wewe kubali kupigwa, tumeshachukua chetu. Sasa pale ukipigwa kwa makubaliano, manake umeliuza taifa lako. Utaona wewe umenufaika kupata hela kuweka mfukoni, lakini utakuwa umeuza nchi yako, umepoteza heshima nchi yako. Na mapambano mengine inawezekana ungeweza kufanya nini? Ungeweza kushinda.
Kwa mimi kwenye wizara hii tunataka kila mchezo usimamiwe kikamilifu, uwe na tija kwa mchezaji, uwe na tija kwa taifa letu, lakini mwisho utengeneze hamasa, shauku, motisha kwa watoto wetu, ili uwe ni mchezo sustainable, uwe mchezo endelevu. Ukiwa ni mchezo wa siku 2-3 tu hivi mnakula hela hapa katikati na nini, mwisho siku hata vijana wanasema nikacheze ngumi mimi, nikakimbie mbio mimi, nikienda kule sini. Tunataka ifike hatua ya kwamba kila kijana wa Tanzania aone fahari. Na ndugu waandishi, mfahamu ya kwamba wizara yetu ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni ndio wizara pekee yenye nafasi ya kuonyesha vipaji na vipawa na kutengeneza ajira bila mgogoro na serikali. Si kama naweza kueleweka vizuri. Yaani wizara yetu ndio wizara pekee ambayo inaweza kutengeneza ajira nyingi zaidi na ikaondoa mgogoro wa wananchi na serikali yao kwa namna ambavyo sisi tukijipanga vizuri. Na ndio maana mnaponiona nakuwa mkali kwenye mashirikisho, sio tu mkali kwa sababu ninapenda kuwa mkali. Hapana, ni mkali kwa sababu shirikisho lisipofanya vizuri linaua kipaji cha mtoto wa Tanzania ambaye angeweza kutoka kupitia platform inayojengwa na hilo shirikisho. Mathalani hapa tunaongelea ngumi. Tuna mchezaji hapa ameenda, ameshiriki, ameshinda, hela yake promoter katoroka nayo. Sasa huyo mtu ni adui wa ngumi, ni adui wa michezo, ni adui wa mafanikio ya mchezaji, lakini mwisho wa yote ni adui wa taifa letu, kwa sababu anapoteza heshima na ukubwa wa nchi yetu ya Tanzania. Sasa sisi hatutakuwa wapole, tunataka mashirikisho yote. Kuna kipindi nasoma taarifa, unakuta shirikisho linapeleka washiriki 3-4, alafu viongozi wako 20. Yaani wafikirie, yaani viongozi ni wengi kuliko wao kwenda kushiriki. Alafu wengine wakikutana nao kule wanaenda kuwapa nguo, bana sikiza, vaa hii hapa, wewe ndio sisi tumekuleta, wakati mtu kajipeleka mwenyewe. Najua maneno mengi kwenye nchi yetu hii hapa, kwenye hii ukiingia kwenye sanaa, ukaingia kwenye mpira huko, ukaingia kwenye ngumi huko, ndio wataalamu wa maneno. Na mimi nimejiandaa kukabiliana na kila aina ya maneno, kuhakikisha kwamba mchezo wowote ulioko kwenye nchi yetu unainuka. Mimi najiuliza, hii nchi hii waendesha baskeli wako wangapi? Lakini tunapeleka hao, tunawafundisha, tumacho watu wanaendesha baskeli tu, wakati kumbe kuendesha baskeli na penyewe unaweza kutengeneza nini? Pesa. Angalieni juzi Simbo kawa wa pili, kaondoka na dola 70 ngapi? 75. Dola 75 unaongelea zaidi ya milioni 100, karibia na 50. Huyo kaipata kwenye kipindi cha kukimbia masaa mangapi? Ukichukua mazoezi yake aliyoyapanga na nini, chukua hiyo dola 75 igawe kwa mshahara wa dola 3000 kwa mwezi. Unafikiri miezi mingapi hapo amechukua? Na haina maana kwamba ataishia kukimbia kwenye Boston Marathon. Ikitokea marathon nyingine afanye nini? Anakwenda. Lakini kubwa kuliko yote, tunataka bendera ya Tanzania kwenye kila mchezo ulioko duniani ipepee. Na hatuwezi kufika huko kama tuna mashirikisho hayako serious, tuna viongozi hawako serious, tuna katiba ziko wiki za mashirikisho yetu, hatuna usimamizi bora, tumeruhusu wauni makanjanja wakaingia kwenye tasnia wakatengeneza maisha kupitia majasho ya watu wengine. Hilo jambo hatuwezi kulivumilia. Kwa mimi nawapongeza Mafia na rais wetu, kwa sababu ilielekeza siku ile pale katiba yao itoke, na sasa katiba wanayo, na naamini kupitia katiba, chambueni wahuni wote wakae pembeni, tuweke watu ambao wako serious, ili tuhakikishe kwamba vijana wa Tanzania wanatumia fursa iliyopo ya amani na utulivu wa nchi yetu, kujulikana kwa taifa letu, kufunguka kwa milango anayoifungua Daktari Samia kuwapeleka nje. Ni jana juzi tumesaini mkataba pale Misori, wanakuja hapa nchi 130. Itaonyeshwa kwenye television live tukio nchi zaidi ya 100. Hebu niambieni, heshima ya taifa letu itakuwaje?
Sasa watakapokuja kokote kule watakapokuwepo, wakisikia Tanzania sema kule ambako ilifanyika Miss World. Watu waliotembelea Barcelona wanajua Barcelona sio nchi kubwa, yani sio mji mkubwa sana, hauna cha kutisha, lakini Barcelona imekuwa kubwa baada ya mashindano ya World Cup. Hivyo enda kucheza kule watu kila mtu, yani mimi nimeenda Spain, nimeazima kwenda wapi? Barcelona. Yani uko pale pamoja, umeenda kuangalia uwanja wa Madrid, nimeshuhudia mechi, lakini kichwani lazima nifike wapi? Nimefika pale sasa, ndio mji wenyewe huko hivi. Utakuta pale kanisa moja kubwa. Mle ndani na madude vile ukiangalia hata linatisha. Ukipanda kule juu kule unaenda kwenye uwanja kule unaona kamji kako chini. Lakini utalii umeongezeka maradufu kwa sababu hiyo tu. World Cup ilifanyika kule. Sasa sisi Daktari Samia akatupa fursa. Anatuletea AFCON. Afrika na dunia yote inakuja wapi? Tanzania. Ametuletea mashindano ya mamisi wa dunia. Ukisema mamisi wa dunia maana yake unaongelea mrembo ambaye nchini kwao wote wanamkodolea macho. Wanaume mpo. Ukisikia misi Tanzania si macho na kutoka wote. Misi yukoje? Sasa kile kitu cha kumshangaa yule misi, awareness imeshafanya nini? Imeshafanikiwa. Sasa fikiria wanakuja mamisi wa dunia nzima kuja kushindana kumtafuta misi huyo mmoja. Na Mungu alivyomwema, nimeongea na yule Miss Juliet yule CEO yule. Yaani amempenda Rais Samia, amependa utulivu wake, amependa amani iliyoko katika nchi yetu, amependa vivutio tulivyo navyo, amenikubalia kwamba tukifanya mwakani yakaenda vizuri. Manake mwaka unaofuata 2028 tutafanyia Miss World, itafanyika tena Tanzania, tena Zanzibar. 2029 tutaifanyia Arusha. Anasema tutatembeza kwenye hii miji yenu mara 3 au mara 4 mfululizo mpaka atakapoondoka Daktari Samia wapi? Madarakani. Na rekodi zipo kwa sababu China walifanya mara 9. South Africa hapa walifanya mara 4. Uingereza walifanya mara 13 mfululizo. Marekani of course walifanya mara 2. Tanzania inaenda kuingia kwenye rekodi chini ya uongozi wa Daktari Samia. Sasa wewe waza, mamisi wakija mara 2 mara 3 mfululizo wanajaa hapa Tanzania. Ombi langu tu wale mliooa msivunje ndoa zenu. Kwa kuona mamisi wanakuja wapi? Sababu wabongo na wenyewe bana. Tukashangaa mtu anashinda tu. Umempa kazi ya kumsafirisha misi fulani kumpeleka kwenye mbuga huko kaitelekeza na ndoa. Lakini mimi nataka kusema ni kwamba ni fursa mwaka huu tena, kwa amani tulionao na mshikamano chini ya Daktari Samia, tunaleta wabunge wa duniani, bunge la IPU wanakuja dunia nzima. Wanakuja wapi? Tanzania. Tena bahati nilionao wanakuja jimboni kwangu Arusha. Kila nchi wabunge 5 na ndio maana jana juzi nikasema ukibeza nchi yako ukaibagaza taifa lako, kuna watu wanakushangaa kwa sababu wao wanakuja na wanafanikiwa. Mwangalieni nchi inataja hapa. Kapambana hapa sasa, mwisho siku eneo lote hili na hapa anaeleza kwamba naye anajenga arena hapa ndani. Maana yake tutakuwa na arena kubeba watu mpaka 2000 ngapi? 500. Hata mikutano inaweza kufanyika katika ile eneo, ngumi zinaweza kupigwa hapa. Sasa wenzako wanaona ni fursa. Kwa hiyo wakati mwingine fursa hatuzioni kwa sababu tumetanguliza ubaya badala ya kutanguliza wema. Tunaangalia dosari badala ya kuangalia mafanikio. Hakuna nchi duniani yenye kila kitu, wala hakuna familia iliyokamilisha kila. Tukianza kuulizana hapa, wewe mwenyewe una manunguniko ya mjomba wako, kuna wengine shangazi yako, naamini ndio sababu ya mafanikio. Umekosa mafanikio sababu ya shangazi yako. Tukifuatilia unaweza kushangaa dada yako mwenyewe umkaribisha hata nyumbani kwako kwa sababu na wasiwasi wote wako serikalini wametoka kwenye familia. Kwa kama kuna tatizo tulionao, basi tatizo linaanza kwenye nini? Kwenye familia. Wengine ukuta wanalaumu. Siku moja kama rafiki yangu mmoja kiongozi wa dini, kama unalaumu sana serikali, wakubwa kutoka Marekani, mabondia wakubwa kutoka Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, kutoka China, kutoka nchi za Kiarabu wakitua Tanzania hapa. Na la tulionao ni moja kubwa. Bondia akija hapa, akija eza kushuhudia mapambano, au yeye mwenyewe kuja kupigana, au kuja kutembea, lakini mwisho wa siku ataenda kututangazia vyema nchi yetu ya Tanzania. Atakuja hapa, atapigana,
atakuja hapa kama mtazamaji, lakini mwisho wa siku akitoka ataenda kusema habari njema za nchi yetu ya Tanzania. Ni matumaini yangu siku ya Alhamisi, ametoka siku ya tarehe 24, hapa Ubungo patafurika Watanzania na wapenzi wa nini? Wa ngumi. Na hebu njooni tuwape support. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Na kutakuwa na surprise nyingi siku ya tarehe 24 kwenye pambano letu la ngumi. Naomba Watanzania wote, kama hujanunua tiketi yako, nunua tiketi yako, njoo. Mimi ndio promoter namba 1 wa ngumi hapa. Kama hujanunua tiketi yako, nunua tiketi yako mapema, njoo. Tunataka ukumbi wetu, maandalizi ni mazuri, mambo yafanyike katika kiwango cha juu, lakini pia tuatie moyo vijana wetu ya kwamba ajira si tu kwenda shambani kulima, kwamba hata ukiingia kwenye ndoto yako ya ngumi unatoka aje kwa boxer mmoja mkubwa na ukafanya makubwa na dunia ikakufurahia. Mmeona ndugu yetu kwa kukimbia tu anaingiza hela na pia anailetea heshima nini nchi yetu. Sasa ziko sifa pia, nafikiri vyama hivi lazima mkubaliane, sifa za wale wanaoshiriki haya. Ukiwa mzinzi wakati unataka kucheza mpira, mlevi unacheza mpira, unakula chipsi, wewe unataka kupigana ngumi. Yaani kuna vitu vingine hivi ni waombe washiriki wa michezo yote kuviepuka. Mambo ya mazoezi ufanyi, unataka muujiza pale. Na nadhani huko kwenye bondia hakuna ushirikina. Sasa kileta ushirikina kwenye ngumi huko, mimi nitaomba kwa Mungu. Yaani yule anayekuja na matunguli ndo anagongwa, anapiga roka kupata. Kwa kweli mimi shauku yangu ni kwamba hapa nilipo nimefika kwa neema za Mungu. Natamani wizara hii niiongoze ikiongozwa na msaada wa Mungu. Sio msaada wa sio yale majungu, ushirikina, uchawi. Mimi nataka nimuone Mungu akitawala kwenye. Yaani kama ngumi zipige ngumi kwa kuongozwa na yule aliyekuumba. Ukibeba matunguli yako kuja uwanjani, na mimi nitakuwa naweka kwenye kumbukumbu zangu za maombi. Miongoni mwa maombi yangu ni kuombea wanaojishughulisha na ushirikina wasifaniki. Hata kama timu ya mpira, timu inayojihusisha na ushirikina haipasi kushinda. Ikishinda anatukuzwa mganga badala ya kutukuzwa Mungu. Mtu anayeingia kwenye ngumi lazima ashindane bila kutumia nguvu za nini? Za giza. Wewe unaenda kumloga mtoto wa watu pala asione ngumi. Yaani anashangaa tu pupu. Tunapigana wangapi? Unafikiri unamtendea haki mwenzako? Yaani anashangaa sasa anakuona hapa, lakini ngumi inatokea huku kwenye sikio mpaka nimepoteza mwelekeo. Imetokea wapi? Kwa mimi niwaombe sana ya kwamba hebu tutendeane haki pia. Kutumia nguvu za giza kumuumiza mwenzako si jambo ambalo hata kwenye misaafu na vitabu takatifu imeruhusiwa. Twende tukashindane kwa haki, tujenge misuli yetu, tufanye mazoezi, tuwe na nidhamu ya kuwasikiza makocha wetu, tutapata matokeo makubwa mazuri. Nafikiri nimeongea mambo mengi sana, lakini ombi langu la mwisho ni kwamba siku ya tarehe 24 ni siku ya ngumi. Ukishindwa sana kuja hapa Ubungo kushuhudia, basi kaa kwenye TV, nafikiri mtakuwa na mnaangalia pale, na kama ikikupendeza basi mnaweza mkajaribu pale kuchoti pale nyumbani kidogo mkapasha wakati sisi tunaangalia raundi ya kwanza, ya pili na ya tatu, ila msitoane kwa knockout nyumbani tu. Baada ya kusema nawashukuru sana na nawatakia kila laheri. Kiatua wizara yetu hii itengeneze ajira nyingi kuliko ajira za pikipiki. Yaani tuwe na ajira za kutosha kuliko ajira za nini? Za pikipiki. Na batilizwa sasa hivi tuna vijana wengi wanafanya kazi ya mitandao ya kijamii, online TV pamoja na social media. Waalikeni kwenye matukio yenu. Washirikisheni. Kwanza mkiwaalika nao unapata kiposho. Familia za nini? Za kwenda. Lakini pia wewe unayemwalika, habari zako zinawafikia watu. Kuna wakati mwingine tunaangalia kutafuta sponsor, hatumpati sponsor kwa sababu tukio tumelifinya halijulikani. Na sponsor hawezi kuwepo mahala ambako haoni kama kuna namba ya watu. Kwa kupitia hili jambo hakikisheni vijana wa mitandao ya kijamii wanashiriki. Kwa mfano kama siku ya Alhamisi, hata leo usiku wanapokuja mabondia wachukueni waende. Wajue bondia anakuja kutoka wapi, watamprofile huyu ni mchezaji wa ana mikanda ngapi, amepigana mara ngapi,
na tunamleta hapa Tanzania. What are we expecting from him? Lakini the same applies wanapokuja kupima uzito hapa, iendelee kuwa tukio linalo, yani ifike mahala watu wajiulize. Nilikuwa naambia juzi pale, mimi ndoto yangu ifike mahala habari pekee inayojulikana hapa Tanzania na kufuatiliwa ni ya michezo. Yani kwenye kulala wanajadili hivi leo. Wakitoka pale wanaendelea hivi. Imekuwaje? Yani kila wakigeuka hivi ni michezo, ni michezo. Kwa hata huku kwenye shirikisho la ngumi rais Komaa hakikisha kwamba mapambano hayaishi. Wakitoka Mafia ingiza wengine, ingiza. Yani kwa mwaka unajikuta na matukio yako 6 makubwa. Maana kila baada ya miezi miwili kuna jambo. Achilia mbali haya madogo madogo ambayo anafanya nini? Inaendelea. Na sisi tuna uhakika chini ya rais wetu Daktari Samia, mchezo huu unapokuwa na serikali itakuwa tayari kuweka budget kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri ya kuwa na viwanja ambavyo vitaweza kuaccommodate mashindano makubwa kama haya ambayo leo tunakuja kuyashuhudia maandalizi yake kwa ajili ya tarehe 24. Jamani, asante sana, Mungu wangu awabariki. Tuonane siku mheshimiwa. Nasikia katiba ile imetoka kwenye sura mpya, haijamuona msajili. Katiba inatuambia tunatakiwa tuondoke mapema. Tufanye uchaguzi watu. Sasa uchaguzi mafanya nini? Tunaanza mwezi wa 5 tarehe 1, tunaanza wa mikoani. Mikoa wapi? Mikoa analyze kutoka kama 13 au 15. Kwa hiyo tunaanza na Morogoro, Dodoma, Arusha, Mwanza, Mbeya, Iringa. Tukishamaliza yote sasa ndo tunaitisha uchaguzi.